aliomba Yusuf. Nabiiullah Yusuf aliomba dua kwamba aingie gerezani kuliko kumwasi Mola wake, kuliko kuzini, bora aingie gerezani. Huyo ni nabii wa Allah, analazimishwa afanye uzinzi, lakini anaomba bora aingie gerezani kuliko kufanya uzinzi. Sasa vijana wa leo, nani ambaye anaweza habari hizi? Nani ambaye anajiita mcha Mungu alafu huku kulia anajiita mcha Mungu, kushoto ana mambo kibao anayoyafanya? Ucha Mungu utupata wapi? Utupata saa ngapi ucha Mungu? Kwa lazima ucha Mungu, mtu akitaka kweli awe karibu na Mola wake, na ili afanyiwe na Mola wake yale ambayo ameyasema katika kitabu chake kitukufu, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Anayetaka afanyiwe mema na afanyiwe mazuri aliyoahidiwa katika Qur'an tukufu, lazima ashikamane na ibada, na ni lazima aidhibiti nafsi yake, aifunge nafsi yake kweli kweli, asiyaendee yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Fastajaba lahu rabbu, Mwenyezi Mungu akamjibu mtume wake, akamjibu nabii wake. Fasarafa anhu kaidahun, akamuondoshea Yusufu vitimbi vya hawa wanawake. Innahu huwa samiul alim, akasema vingine Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Nabiiullah Yusuf aliomba dua kwamba rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi, Mola wangu kuingia gerezani ni bora kuliko kufanya uzinzi. Anaomba dua nabii wa Allah kwamba Bwana, imekuwa ni vitisho katika mitaa, imekuwa niko hatarini katika mitaa, kila anayeniona ananipenda. Sasa bora mimi niingie gerezani nikakaa huko wasinione kuliko haya ambayo wananiita niyafanye. Allah akamjibu wito wake, akaja kuingia gerezani. Na wito huu, maombi yake, aliingia gerezani, anaandaliwa kuwa mtu fulani katika jamii. Ibada zako unazozifanya na uchamungu wako unaofanya, kama utakuwa mcha Mungu kweli kweli, utaandaliwa wewe bila hata kujijua kwamba unaandaliwaje. Mwisho wake watakuja kuchangaa, watakuja kushangaa. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati, kisha badalahum, ikawadhihirikia wao, min ba'di ma ra'awul ayati, baada ya kuona ile aya za Allah, baada ya kuona miujiza ya Allah, akaona ikawadhihirikia wao kwamba la yasjununnahu hatta hin, watakuja kumtia gerezani mpaka muda maalum, watamfunga kwa muda, wamfunga kwa muda, wanabora waingize gerezani kwa muda. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan, akaingia Nabiiullah Yusufu gerezani na vijana wawili nao wakaingia gerezani na Nabiiullah Yusuf. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, akasema mmoja wa wale vijana wawili wale gerezani pamoja na Nabiiullah Yusuf, inni arani, mimi nimeona ndoto, najiona a'siru khamra, ninakamua pombe, natengeneza pombe, mvinyo. Nimejiona mimi ndotoni, mimi nakamua pombe, mvinyo. Waqala al-akharu inni arani a'siru khamra, waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa rasi khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Asema waqala al-akhar, mwingine akasema inni arani ahmilu fawqa rasi khubza, mimi na mimi nimeona ndoto, ninabeba kichwani kwangu, nabeba mkate, lakini mkate ambao nimeona ndoto, nimebeba mkate kichwani mwangu, takulu tayru minhu, ndege wanakula mkate ule kichwani mwangu. Nabina bitawilihi, tebu tuambie, tupe habari ya tafsiri ya ndoto hii. Wanamwambia Nabiiullah Yusuf, inna naraka minal muhsinin, hakika tunakuona wewe ni miongoni mwa watu wema. Yani vijana wawili ambao wameingia gerezani na Nabiiullah Yusuf, mmoja anasema mimi nimeota ndoto na kamwa pombe, mwingine akasema mimi nimeota ndoto nimebeba mkate kichwani mwangu, lakini mkate huo la maajabu, kuna ndege wanakuja kula mkate huo kichwani mwangu. Ndoto hii ina maana gani? Maana kila ndoto unayoiona maana ina maana yake, ameijua mwenye kuijua, ambaye hajajua akaya kimya.
ambaye hajijua ndoto akae kimya, lakini kila ndoto unayoiona mwanadamu ina maana yake. Kila ndoto ina maana. Sasa Nabiullah Yusuf alipoambiwa kwamba mimi nimeona ndoto ninakamua pombe mvinyo, na mimi nimeona ndoto kichwani mwangu nimebeba mkate, lakini mkate ule anakula ndege, tunaomba utupe tawili ya ndoto hii, yani tafsiri ya ndoto hii, kwani sisi tunakuona tukitazama, tunakuona wewe ni miongoni mwa watu wema. Kwa hiyo ili mtu atafsiri ndoto, manake lazima kwanza awe mwema. Ili ajue maana ya kutafsiri ndoto, lazima mtu huyo awe ni miongoni mwa muhsinin, mwema. Ukiwa mwema toba, tafsiri ya ndoto zijua kwamba nimeona ndoto fulani bwana, hii maana yake ni kadhaa. Lakini kama si mwema utakuwa haujui kamwe. Qala la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa, akasema Nabiullah Yusuf, la yatikuma ta'amun, hakitokujieni nyinyi chakula, turzaqanihi, ambacho mnapewa riziki, illa nabatukuma bitawilihi, isipokuwa nitakupeni habari ya tafsiri ya ndoto zenu, kabla an yatiakuma, kabla chakula chenu akija kujieni, dhalikuma mimma allamani rabbi, kukupeni maana ya ndoto ni sehemu katika elimu ambayo amenisomesha mimi Mola wangu. Dhalikuma, hayo kwenu nyinyi, mimma allamani rabbi, ni miongoni mwa vile ambavyo kwamba Mola wangu amenisomesha. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, hakika mimi nimeacha mila za watu ambao hawamwamini Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun, na wao kwa akhira ni wenye kukufuru habari za akhira. Nimeacha mila na desturi za watu ambao hawamwamini Allah, ndio maana Allah kanisomesha mimi jinsi ya kuweza kutafsiri ndoto. Nimeacha desturi za watu wenye kumkufuru Allah, wenye kufuata shetani na wenye kufuata ngoma, ndio maana nikasomeshwa tafsiri ya ndoto. Yaani mwanadamu akiacha ngoma, akiacha mambo mabaya yote ambayo yamesemwa, akaacha mila za watu ambao wanafuata mila zao kwa mujibu wa shetani, akiacha mila hizo mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala anamsomesha mpaka tafsiri ya ndoto. Mtu akiota ndoto anakuja kwambia, bwana, ndoto hii nimeota ina maana gani? Kama lao haufanyi mabaya, unajua kabisa kwamba ndoto hii ina maana 1, 2, 3. Ukiwa haujui, tambua kabisa bado katika habari za uchamungu hujafika. Itabidi ujiandae vyema na umwabudu sana Allah subhanahu wa ta'ala, ili akusomeshe mpaka ta'wili al-ahadith. Maana kila jambo unaliona maana yake na tafsiri yake. Hakuna jambo ambalo unaliona katika ulimwengu lisiokuwa na tafsiri yake. Kila kitu kina tafsiri yake. Hata mtu anapotembea upande wa kushoto, anapotembea upande wa kulia, anapotembea nyuma, mbele, yote yana tafsiri yake. Hakuna kitu ambacho kipo katika ulimwengu wa Allah. Kila kitu kina maana yake. Ndio maana kwambia watu wanatakiwa wasome, ili watu kutumia taaluma waweze kuendesha ulimwengu wao ambao ni zawadi waliopewa na Mola wao, na kupitia ulimwengu wao wapate pepo yao huko akhera, ambayo pepo nayo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wanadamu, amewaandalia viumbe wake. Qala la yatikuma ta'amun turzaqani, akasema hakitokujieni nini chakula ambacho mnapewa, yani kule gerezani chakula mnacholetewa hakitokujieni, illa nabatukuma bitawili kabla an yatiakuma, isipokuwa nitakupeni habari ya tafsiri ya ndoto hizo kabla chakula chenu hakija kujieni nyinyi wawili. Dhalikuma, na hilo kwenu nyinyi nitakalokuambieni tafsiri ya ndoto, mimma allamani rabbi, ni miongoni mwa elimu ambayo Allah amenisomesha. Inni taraktu millata qaumin, haka mimi nimeacha desturi ya watu ambao la yu'minuna billah, hawamwamini Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, na wao habari za akhira wao ni wenye kuzikanusha. Tunaishie hapo. Ingia kitabu kingine, Fiqh al-Muyassar.